That is the third principle. Mswada unaotaka kudhibiti biashara ya mabilioni ya fedha ya uuzaji wa nyumba upo tayari kusomwa kwa mara ya kwanza katika bunge la seneti ambalo limekuwa likizoni kwa mwezi mmoja. Kampuni 1500 tu ndizo zimesajiliwa kati ya kampuni 1015 zinazoendelea na shughuli zake katika sekta hiyo, ambayo imesababisha maelfu ya Wakenya kutapeliwa katika mchakato wa kupata ardhi au kununua nyumba. Mdhamini wa mswada wa uuzaji wa nyumba na ardhi wa mwaka 2023, seneta wa Trans Nzoia Alan Chesang, anasema ni wakati serikali kuchukua hatua na kuondoa mawakala ama mawakala ghushi na vile vile wauzaji wa nyumba kwa kuwa kuna mfumo sahihi wa kisheria. If you are a developer, you have to register your company, you have to register your project, you have to make sure that there is an authority that follows up in whatever any developer or any agent is doing. So it is very, very, very important. So another thing is, by the land in Kenya has become so expensive, whereby and this is also because there's no regulation in terms of this sector. I am sure you have most of your colleagues, your age mates, your schoolmates who we school together and they cannot even afford an apartment or land now because the land is too expensive across the country. Someone wakes up today and decides the value of this land is crazy amount and there's nothing you can do about it. So we need an authority that can regulate all this sector so that now land can be affordable. People will not just wake up and decide that today land is this amount of price without any authority trying to maybe investigate or value or, you know. Na sasa tuzamia hili ambapo serikali imeweka mikakati ya kuleta